Ambia ile kazi mlikuwa mkifanyia. Na niwaambie the only reason why hamunionangi town nikitembea ni kwa sababu na tunafanya. Leo Mungu amenibariki niko katika ile meza ya kugawa vitu vyote za Kenya. Ninyi mtafurahia mkienda kuchukua mtu mwingine ambaye hata ajui mbele wala nyuma, ama ni yule ambaye atasema watu wa Narok pia ni nini? Ni wana Kenya. Ndio? Ndio nimesema kama ni keki inakatwa pia mimi niko na watu wa Narok yangu wako na nini? Wako na hiyo keki. Si ile ambaye vitu zinakatwa huko, zinagawa, hali inagawa huko, alafu unaambia, kuna watu wa Narok, chikeni hii kidogo. Chikeni hii kidogo. Na nataka kuhakikishia kitu kimoja. Saa hizi Kenya mzima wanajua kwamba kuna watu wa Narok. Kenya mzima wanajua kuna senator wa Narok na hataki mchezo. Kama ni wangu hiyo. Sasa ni mnakivunia. At least kuna mtu ambaye mnajua kwamba huyu atakufa na sisi. Mimi siwezi kumzika mpaka nione watu wote wa Narok kama hivi wanaishi sana. Tunataka when my time is over, wakati tunakuwa tumeexhaust hizo matumbo zangu 720, iwe na kumbuko kama vile tunakumbuka mzee. Kila siku. It is not about money. Ile akili Mungu amenipatia, ninaweza fanya nipate pesa na niendelee na watoto wangu, lakini wale watu ambao wananisaidia katika maisha itakuwa nini? Itakuwa bure. Itakuwa bure. Kwa mimi nataka kuomba waeleze mahali Kenya. Mbaya sana watu wanaokuwa katika hiyo serikali. Lazima kuhakikisha kwamba kama ni serikali, kama ni shule, kama ni watu wetu wapate kazi. Kama ujue mtu, hawezi enda mbele. Wewe pata kazi. Mimi nilikuwa hapo ni mimi nilikuwa hiyo miaka ambayo niliona vitu za iko kitu kisa chini. Iko kitu ambayo inaitwa kama iko kama kamera stamp ile. Na hiyo ndio tunataka kubadilisha. Mimi niko kule na raia Odinga kila sana nataka tucheze kama sisi au Osenetai link nenda kwa Osenetai kazi ambayo iko na university hapa na kama hiyo ni kwenda mani kwa sababu wanabiashara watu wanao wangekuwa na supply. Kuna kitu inaitwa local content. Kamera simu yako iko ajeto nini local content. Na hiyo local content inasemekana kama ni chakula kama ni kitu fulani inatolewa wapi. Kama ni maji inatolewa hapa Narok tuna import kila
Literally important. Na sisi tuko na hapa ndio ni kama ni maziwa ya hakuna maziwa kutoka kama hiyo. Two of the market is hiyo maziwa kwa kutoka. Lakini inaenda Nairobi niweze kufanya nini? Kurudi hapa. Hiyo bei inapanda tu. Maoni yetu sasa ni kubadilisha hiyo. Nasikia maneno mengi ya vita ni kubadilisha hiyo maneno. Karibu mzee. Hiyo kofia vita kidogo hatutaki hapo. Jambo hapa. Lakini ndio yake kwa hapo. So mimi leo mimi nataka mshikane mkono. Nataka mnishike mkono. Nataka niwashike mkono. Hii serikali ambayo inatekeleza Kenya hii. Pia nyinyi nalo mtakuwa stakeholder. Mtakuwa hapa tuko na watu wengine wengi sana electricians. Yangu hapa. Naona wengine ambaye ni wafugaji wa mifugo. Ni watoto unajiuliza ile serikali inakuja kwa hizi niko. Leo ndio tunaita baba. Ile baba kia it is similar to ile ya Obama. Ile inatumikana Obama. Ni kwamba healthcare Ledama anapata ndio pia unapata. Ile kitu ndio ameshika na kupanga ni kuhakikisha kwamba wale wa mama ambao hawana mabwana ni wengi. Ni wengi. Pia hao wanaepuka special category. Inasemekana hao ni nini? Watu wanahitaji. Wale walemavu pia ni wachache sana huwa wanafaidika. Kama ni uongo hiyo. Pia hao wameweka katika hiyo special category. Vijana ile pesa ambayo baba ameniambia ndio niwaambie itapatiwa. At least minimum. Na ukiwa itusi unajua masemi ya kusaidia. We want to make sure kwamba maisha yako pia imepanda na inabadilika ama namna gani? Wengine wengi hapa hivi wangefurahia sana kama wangemaliza shule kama na akaenda mpaka university. Na akapata ile lakini kwa sababu hauna uwezo wa kupeleka huko ama ujui unaenda unafika kwa class ama class 7 unatoka unaanza kuja kitu hapo na nini because hizi ukiangalia hivi vidole yangu tano hazitoshani. Inamaanisha kuna ile ambaye iko na hela nyingi na ile ambaye haina. Sasa ile kitu tumesema katika serikali ya Raila kwamba hii vidole lazima unajua mara kwa mimi nasikia kama jamaa yetu watu mama nikikanyagia wala watu chini ama ni kutoka chini kupanda juu. Mimi nimesoma kwa sababu ya vitu vingi. Wakati huu wakati ambao tulikuwa ni ile wakati wa corona ni wakati wa pandemic, ni wakati kama ambaye serikali lazima iweke pesa ndani ya mifuko ya watu. Hiyo ni lazima serikali imani ya watu. Na hiyo ndio tunasema kwamba lazima pesa ndani ya mifuko ya watu. Biashara gani mtu anaweza fanya Kenya hii? Kwamba kwa mwaka mmoja ndio karibu ya Mungu. Kuna biashara kama hiyo? Kuna.
Sasa ukianza kuuliza huyu mtu ako na ndege zake, haiwezi shuka chini hapo. Kama kuuliza, mbona maisha ilikuwa ngumu? Unalipa taxes, hakuna usaidizi. Kile kitu unalipa tu, unaona tu kila saa uko chini. Hata kupata shilingi 100 ya siku, unaweza kupeleka chakula nyumbani. Sisi tumesema hii maneno ya wizi, tunaona hiyo pesa yote ndio. Na rais tena alizungumzia maneno ya kupeana pesa katika kitu ambaye ni juu. Jana sasa kwani mumai uona mtu ambaye pesa yake haishi? Jana kila mwezi ni nini? Kila mwezi ni mamilioni. Now, watu sana mwambie pesa ndio. Ndio uzuri yangu mimi nasemanga tu kwa. Yes. And I'm not afraid of it. Because God is there always protecting you. Yes. Let me tell you. Wale jamaa walikuwa wanatoa pesa ni hapa. Anakuja anapata msafa. Anatafutia msafa kazi na mwambie msafa sasa wewe. Kwanza utakuwa tumia kwanza wa. Ya PS ni account wote. Alafu anakuja anapata Lemereu anafanya chini ya nani? Ya Mustafa kama account. Kila siku anasema by the end of the day yatatoka. Sasa Mustafa hapa lazima atafute namna ndio hii pesa ambayo inapelekewa mdosi wake fanye inakuwa ni kateli. So kila siku pesa inapatikana. Ya pili ni kuingia kuweka uoga katika watu. Anakuta mwanabiashara kama Lemereu amejenga alipanda juu. Na kwa anasema ni sasa Lemereu anakuja mgeni anakuja. Hata inakuwa kila siku Lemereu anakuja sasa ni bado naenda kuendelea kunini? Ndio ndio pesa yangu. Ana instill fear kila mmoja wetu. Kwa biashara, hata nikwambie. Wala watu ambao wanakuwa wale wanajionia hawalali. Kwa sababu lazima aendelee kutafuta pesa. Yaweze kufanya nini? Tena ulaini smart. Yakienda tu kama ni amechelewa siku moja bila kulipa kodi, hakuangui. Tutaishi hivi. Na tunashindia kwa sababu anatengeneza laini. Anajua iko hapo tu. Leo anajua. Leo anasema boss analete. Mustafa anakaa hapo. Kwa hiyo nikipatikana Mustafa jambo ndani. Kama saa nyingine inafanyika hivi. Naona Kakiri hapa. Anaambia Kakiri nifanye deal mimi na yeye. Anachukua wakili. Faisal. Anasema Faisal. Sasa Faisal ni wakili. Anaambia Kakiri ile deal yetu lipa Faisal. Faisal analipa pesa na yeye ni wakili. Faisal yeye anaenda anaingia kwa sababu yeye ni wakili, anamtolea ule mkubwa wake nini ile pesa yote in cash. Sasa inakaa. Then one day KRA wanakuja kwa Faisal. Anambia boss, kuna hii transaction ilikuwa imetoka kwa Kagiri na ulitoa hii pesa kwa cash. Kuna milioni 200 ya tax ambayo ukilipa. Anasema ati anakimbilia Bruce anamwambia boss, hivi KRA wamekuja anasema nini? Nataka hii shilingi 200. Milioni 200. Jamaa anaangalia ngambia wewe kitu yako ni mzuri, wewe kwenda huko. Sasa huyu ameharibu maisha ya nani? Kwa sababu huyu anafungiwa account zake zote na KRA. Sasa yeye mpaka ile pesa yote anapata, akipata tu pesa inaenda nalipa ile kodi. Kwani tutaishi hivi? Tutaishi hivi? Let me be honest with you. Kenya hii na William Ruto kama president, Mungu wangu, sisi wote tutaishi. All of us. Na Kenya hii kama William Ruto ni president,
Watu wengine kama sisi hatutaiona mbele. Sisi tutakanyagiwa. Na nini kikanyagiwa? Nyinyi watu wa Narok mnakanyagiwa. Nasikia? Nyinyi watu wa Narok mnakanyagiwa. Mimi maisha yangu imefika saa hii. Hii maisha yangu ni kwa sababu yenu. Mimi nafanyia nyinyi kazi. Mimi sina haja na vitu mingi. Mimi nifanye tu kazi. Unaonanga hata saa hizi, wacha niwaambie saa hizi ukienda bunge utakuta pengine ni mbunge mmoja hapo kwa Senate. Wengine watu wako nje wanakula campaign. Mimi ndakula hiyo campaign naingia Senate. Hata leo bado naingia Senate. By the time nimemalizana na nyinyi hapa, Senate inaanza 2:30. Naenda tunakaa mahali niko na Senate kwa mfuko na ana contribute there kwa sababu sitaki kitu yote ipitishwe ambayo itaumiza. Not even one. We multitask. So leo mimi nilikuwa nataka kuwaomba. Mimi nataka kuwaomba mnikubalie niwaoneshe njia. Mnikubalie tuweze kufanya kazi pamoja, tumalize hii umaskini ambayo imejaa hapa na. Mnikubalie niweze kuwaonesha ile namna ambayo wewe utainua maisha yako juu. Iwe tofauti na maisha yangu. Becomes much better than even you. Kenya by August. Ule president anatoka huko. Eorr-ekule. Na juzi tulikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye ni chairman wa budget committee. Tunakuwa naye kila saa. Anaitwa Kina. Anasema Wakikuyu wajaimpatia nani? Raila. Lakini sasa wote wako njia ya kumpatia Raila. Kwa nini? Kwa sababu wameona afadhali huyu mzee ndiye atatupeleka vizuri badala ya nani? Huyu jamaa atatumaliza. Kweli hata rais mwenyewe jana kwa wale walisikia wenye alisema nini? Alisema tupatie mzee kura kwa sababu hapo tu ndio kuna nini? Mwangaza. Hapo ndio kuna mwangaza. Wacha niwe brutal kidogo. William Ruto ukienda Kilgoris hapo na karibu 1000 sijui shamba karibu 1000 eka 1000. Na hiyo shamba unajua alipata namna gani? Leo niwaambie. Unajua kuna wakati mtu anaenda yote. Unakumbuka ile example nilipeana ya Mustafa hapa? Ile shamba ilikuwa na loan kidogo kwa AFC. Loan kidogo sana. Na unajua loan ikienda iishi miaka mingi ina accumulate nini? Interest. Kulikuwa na ile window ile ambaye pia rais alisema wale watu wako na loan kwa AFC wale wasamehewe. Sasa aliona hapa hivi kuna kashamba hapa kuna loan. Badala asaidie watu wa hiyo familia kulipa hiyo loan na pesa kidogo. Yeye akaenda akasema acha nichukue shamba. Huyo ni mtu ambaye anapenda Kenya. Mimi nimezunguka Kenya hii yote. Jana nilikuwa Taita Taveta watu huko wanalia. Huyu mtu alikuja amechukua shamba, ametufungia barabara, hata kupata maji ni shida. Huyo ni mtu ambaye mnataka awe kiongozi wenu. Hapa Narok Town ile maplot amechukua mtalia. Hata nikuonesha sasa hii utashangaa. Kwani binadamu utosheki? Hakuna county hata moja ambaye mimi nimeenda jamaa na kitu. Ya si kidogo, my friend. Si eka kidogo kama hii yangu 15 kama 20. Thousands of acres, hundreds of acres. Kajiado hii kuna mashamba yote. Nionyesheni eka moja ile ambaye Raila Amolo Odinga kona hapa. 1 acre. Show me. Hakuna. Kwa nini? He is content. Amefurahi na ile kitu ambayo Mungu anampatia. And now, kama wewe pia unajua wewe ni mpita njia. Kama pia wewe unajua unataka kuacha hii Narok a better place that you found it. Mimi naomba nyote leo hii mtoke hapa kama mmefanya declaration moja. Ya kwamba wewe utafanyia Raila Amolo Odinga campaign.
Narok County, kwa sababu mimi nimepewa kazi. Ile kazi nimepewa ni kuhakikisha kwamba Narok, Kajiado, Samburu, mali yote ile ambayo Masai ni majority, yote iko katika serikali. Unajua Swahili husema mgeni ukuja mwenyeji afanye nini? Kapone. Nyinyi wengi ambao mlikuja hapa Narok mmefanya sisi tukapona. Kwa sababu mmeleta maendeleo. Mmefungua maduka. Kwanza hiyo walalao kuna maduka mingi sana. Hizo wa Masai ni nini tunajua? Ni maneno ya ng'ombe tu mbuzi hapo. Hakuna Masai yana kondoo, hata mzee mkubwa, hata mahali watu wanakutania, bado kondoo iko hapo tu. Kama sasa akili yangu yote iko kwa hiyo kondoo, si lazima nishikane na mwingine akuje ndiye anisaidie tujenge. Kama sio Otiang huyu, mimi ningejenga hii boma yote hivi. Na yeye ndiye ameleta hiyo mawe yote. Pole pole tu, Otiang, tutaambia tumekuwa pole pole. So kura ya Raila ni wewe utatoka sasa hapa uende utafute. Uongee na hii watu wote wa Narok. Mimi naleta Raila Amolo Odinga hapa Narok. Tunakuja hapa na nataka kuomba kitu kimoja. Siku ile Raila ako hapa, ni kuambia tunakuja siku fulani. Mimi nataka nione nyuso zenyu zote hapo mbele. Mimi nikisimama tu nikisema Kajembe mnasema wote Kajembe. Mimi namaanisha mnafanya nini? Mko hapa mbele. Hapa mbele kabisa. Unasikia? Unasema nini Kajembe? Kajembe kama namna gani? Mko hapa mbele. Hapa mbele kabisa. Na kura zote ni za nani? Raila. Zote. Hakuna hata moja inaenda kando. Ule mwenye anakaa hivi ni kama ajui, tumwombeeni Mungu tu aingie laini. Because with Raila as president, my friend, na mimi kama senator, hakuna kitu ampati. Hakuna kitu amtapata. Na unaona baba pia ametuheshimu. Amejiweka chini. Sisi tunasafiri na yeye na ndege moja. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye anakaribia watu. Hebu niambie kama ni mwingine. Sio kwa ndege yako naye kwa ndege yake. Let me tell you. Hii Kenya, mimi sijaienda mahali nikapata kiongozi ambaye hajachukua usukani na dunia mzima inamheshimu. Worldwide. Zile connections Raila ako nazo, my friends. Ni connections kubwa sana. Juzi akaniambia hii wakulima wa Narok hii wanakuwa na shida ya fertilizer sana. Sasa nimepata namna ya kufanya subsidy. Ndio kama hiyo fertilizer inauzwa shilingi 6,000, wanauzia shilingi 2,000. Umesikia wajamaa wengine wakiongea kitu kama hiyo? Jana rais aliwaambia ukweli nani wameleta mashida katika agricultural sector, ni Ruto. Siandi alimaliza hapo hivyo. Na huyo mwingine ambaye wameshikana naye anaitwa Mudavadi. Iko vitu mingi sana mimi najua kuhusu Mudavadi, zingine nikisema hapa mtalia. Kuna zingine wanajua nataka kuweka ndio siku ile tuko hapo na Raila na zitogolea hapo na mnajua. Most of these people, hata ile makampuni ambayo wako nazo kama huyo anaitwa Mudavadi, hizo makampuni hazikuwa registered hapa Kenya. Zinakuwa registered outside Kenya. Pesa yote inapelekwa huko. Nyinyi mnataka watu ambao wakipata pesa wanapeleka out of the country. Si pesa mpaka ibaki hapa hivi. At least unapata kazi. Now, uko na kitu ambayo inaitwa azimio. Yaani vizuri niwaeleze azimio la umoja ni nini na inaenda aje na itakuwa aje. Sisi ndio tulipitisha sheria ambayo inaitwa Political Parties Amendment Bill. Sasa ni Political Parties Amendment Act. Katika hii sheria tulisema in 2017 NASA ilikuwa na chama mingi,
ilikuwa na CCM, ilikuwa na ODM, ilikuwa na ANC, ilikuwa na Wiper. Hapa Narok Mungu alinibariki. Mimi tu ndio nilikuwa candidate wa NASA wa Senate. Lakini ukiangalia katika governor kulikuwa na candidate wawili. Kulikuwa na Ole Ntutu na kulikuwa na Ole Musuni. Hiyo ikagawa kura za nini? Za NASA. Sasa katika hii sheria tulipitisha utakuwa na only one candidate. One candidate. Wa Jubilee, ODM na ile makampuni ni parties zingine ambaye zitakuja. Tutachagua only one candidate. Kama tumesema huyu wa Jubilee ako na nguvu, huyo ndiye anapatiwa. Ukiangalia kama hapa town, isemekane na hapa town ule candidate wa MCA inaonekana wa Jubilee ako na nguvu, huyo ndiye anapatiwa. Kama sasa sisi kama watu wa Azimio tulikubaliana, tukasema tumpatie Mheshimiwa Lekenta nini kiti ya gavana. Na mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kama unanipenda, pia wewe uangalie ya kwamba kura zote zimeenda pamoja. Yes. Katika MCAs sasa hiyo tumesema tu kwa gavana ni mmoja. Sasa hizi pengine kuna watu wengine wanaweza sema wacha tukuje tukashindana na wale tena. Lakini kweli wataniweza? Wataniweza. Hata ikuje hivi, hata tuketi hivi tubishane moja mbili, wataweza kuleta hizi development na lete. So mimi nitasimama kiti ya Senate na Azimio. Ninasimama kiti ya governor na nini? Azimio. Tukiingia katika mbunge wa Narok North lazima tuwe na mbunge wa Azimio. Tukienda kama Narok South tutapambana kabisa na watu mpaka tupate mbunge wa nini? Wa Azimio. Narok tuko na constituency 6. 5 tutapigana. Mpaka tuhakikishe kwamba tuko na wabunge wa Azimio. Kuna mmoja hata tukienda juu mpaka chini hatutapata. Ongea tu kweli, hiyo ni inaitwa mwedi. Hatuwezi pata hiyo. Mbona tujisumbue hapo? Iko aje? Kuna. Lakini why is it necessary? Kuhakikisha kwamba umepiga suti 6 suti. Ni kwa sababu saa hizi tukifanya makosa moja, na hiyo ndio nataka kuomba sana. If we make a slight mistake, makosa moja, useme nitapatia huyu kwa sababu huyu ako UDA, huyu ni rafiki yangu. Unampatia hiyo bunge. Mali nyingine nasema nitapatia huyu ako UDA, ako na nini? Ni MCA wangu. Wacha nikwambie, hata Raila akishinda awe president, atashinda Mungu akijalia. Kama ana wabunge katika bunge la taifa, itakuwa ngumu hata swearing ceremony pengine itafanyika. Pengine itafanya nini? Haitafanyika. So I want to plead with you. Naomba kabisa. Muhakikisha kwamba wenye tumechagua Raila pia wabunge wote wako Azimio. Kwa sababu tukiwa na wabunge wote Azimio, tutaketi na Raila tumwambie sasa hapa sisi tunataka hii mabarabara, tunataka hii hospitali, tunataka hii kazi kwa vijana, tunataka hii pesa yote iende Narok. Lakini kama tumegawanyika, hata wamasai wanasemanga nini maskini ama shida inapenda mali inafanya nini? Imegawanyika ndio iweze kufanya nini? Kenya yote tunaimba tunasema tafadhali tupatieni nafasi. Chagua mbunge wa Azimio, chagua senator Azimio, chagua governor Azimio, chagua MCA Azimio. Sasa mbona itakuja sasa? Umesikia nimesema tu Azimio, Mungu akaanza kunibariki. So, tumekubaliana. Kwa sababu this is the only future we have. Hatuna future nyingine. Wale watu wako chini wana mashida, watainuka tu tukiwa na serikali ya Azimio. Ya mwisho kwa sababu mvua inaendelea. Mimi nataka kuwaomba kabisa. Mkumbuke ile kazi yote nimefanya. Ile kazi yote nimefanya kama seneta wenu. Na munipe nafasi tena niendelee kuwa seneta wenu. Nihakikisha kwamba nimerudi kuwapeleka another step.
mbele. Kwa sababu saa hizi mali inagawanywa, mimi ninahakikisha kitu wangu iko hapo ndani. Mashida yote yetu tuko naye, nasema ni hapa. Mkikubali tu hiyo, tu, hii maisha yetu yote inabadilika. Kama namna gani? Hivyo. Wacha niwachie hapo kwanza. Nirudi nimrudishie Otiam, kwa sababu sasa hivyo itakuja mingi. Ipasa nisikie sauti yenu, kwa sababu saa zingine, let me be very honest with you. Sisi kama viongozi huwa tunajifanya sana tunajua shida ya watu wote. Na pengine kuna shida kubwa sana ambayo inakukera. Na unasema mimi nimekuwa nikiomba sana nipatane na senator. Niweze nimwambie ni hivi na hivi na hivi. Lakini hujai nipata. Leo umenipata, niko hapa. Leo tunakunywa chai pamoja, niko hapa. Pengine unioni nikitembea town kwa sababu saa zingine heshima ni kitu ya maana sana. Sasa nikitembea hapo town ama unione nimeingia kwa bar naanza kukunywa wapombe na bishara na watu, kwa nini kutakuwa na heshima hapo? Kwanza ni kiongozi mwenye anakunywa pombe, hata msijaribu kukaribishia hapo. Wale ambao wanarokota hata kwa hii town wakilalala, sio ni aibu sana. I mean, we cannot allow that. Saizi our life is at stake. Wamazee wanasemanga Egira-ekule. Ati nini? Imetetemeka. And the future, your future. Mimi sikwambia nipatie kura kwa sababu yangu. Mimi nataka unipatie kura kwa sababu ile kazi nafanya ni kwa sababu ya watoto wenu ambao mnabeba. Wala watoto wamezaliwa sasa na wala wako tumbo wenu. Mimi maisha yangu yote, all I care about ni watu wa Kenya waende vizuri. I care so much such that saa zingine mimi silali. Ukiona ile kazi nafanya utashangaa. Nasema na huyu jamaa analanga saa ngapi? Hata huyu anajua huyu. Ile kazi tulikuwa nafanya naye usiku na mchana. Lazima pia useme mimi, what is in it for me kwa hii government? What is in it for me? Si atu nakubali tu naambiwa hii chagua fulani, hapana. Sema what is in it for me. Nafikia huyo kiongozi mwambie hii na hii na hii ndio shida niko nayo. Kuna wengine na mimi nawaambia haki ya Mungu, mkidhubutu tu kuwapatia kura hivi, mumeumia mbaya sana. Mumeumia. Because they will never remember you, hata kukumbuka, hata kusaidia. Sisi tunataka, tumefika wakati sasa tumesema Narok, ile pesa ambayo iko Narok lazima isaidie watu wa Narok wote. Tunataka tulete transparency ya kwamba kama ni pesa ile imepatikana hapa, iko billboard kubwa ambayo inaonyesha ile pesa yote imeingia. Kama ni mabarabara ama sewage ama nini, ihakikisha kwamba kama kuna plot ambayo imewekwa mahali fulani, iko na manhole hapo inangojea hiyo sewage ile. Kama ni hospitali, si lazima ujue mtu ndio upate dawa. Hiyo ndio kwanza kitu mimi mwenyewe nafikara sana. It is about time we change. Tubadilishe maisha ya watu wote. Vipasa usikuje, wacha niwaambie wallahi, kila siku, every single day. Hii boma yangu hapa nje, watu wengi wanakuja sana. Wanakuja na kao. Hata wamama wametoka mahali naitwa huko. Na anakuja, mimi nasikia kulia. Ndio anakuja anasema wewe nimekuja unipatie basi. Na wanajua senator hajapatiwa hata shilingi 10. Narudi naangalia iko kondo moja nauza. Narudi nawapatia basi. We want now tutengeneze Narok ambaye hautaenda kwa kiongozi kuambia kiongozi nipatie. Hiyo kitu inakuwa tu automatic. Mimi mahali nimeishi Marekani with proper leadership. Unaambiwa tu hivyo kitu inaitwa unemployment, ambaye kama una kazi unalipwa na serikali mpaka upate kazi. Naye pia unaambiwa miezi 3 na lazima ukuje utuoneshe ni wapi na wapi umeenda kutafuta kazi. Lazima ndio uweze kupata kazi. Saa hizi what we need, kwanza mahali hiyo Tianga anafanya kazi kwa hii kware. Saa zingine unaona ni vijana wanachukua mawe wanaweka kwa lori. Na hiyo ni kitu kidogo tu, unanunua tu kama mashine yako, unaleta hao watu pamoja, unaweka kwa sako. Ukishaweka hao watu kwa sako pamoja, unanunulia hao tinga. Sasa kama Kina anataka mawe, lori yangu inaenda huko,
ile tinga yao ni mmoja tu anakaa hapo, hiyo tinga yao inafanya neno mawe inafanya niekelea. Lakini saa hizi nini ni mwenye nguvu mpisha. Ule mwenye huko chini anakanyangiwa hapo chini. Wamama, ile kazi ambayo wanafanya kwa hii Narok, saa zingine mimi nasikia kulia sana. Lakini pia nakumbuka kwamba mimi ni senator tu. Kama haki ya Mungu ningekuwa governor, although I'm not interested with it now, kwa sababu ile mashida nimeona inatatuliwa huko juu. Hakuna mama angekuwa ati anauza kwa barabara, angekuwa ametengenezeo kibanda mzuri na auze. Lakini kwa sasa, kwa sababu ile mashida tuko naye mingi hapa Narok, ni vigumu sana pesa zingine zikitolewa zipelekwe kwa vibanda, kwa sababu pengine kuna mahali fulani ambaye kuna shida fulani. Sasa lazima tufanye kitu ambaye inaitwa realigning of existing resources. Hapa mahali mnakalia leo, about 1 year ago, ilikuwa mahali tunaita kwa Kimasai Eorr. Eorr ni mahali ambaye ni mara miko peke yake. Nitaambiwa na huyu anaitwa Hotel. Nikasema I must now realign my existing resources. Lazima pia mimi niangalie ile resources niko nazo hapa, nizichanganye, niziweke hivi na hivi na hivi mpaka niishi ile maisha nataka kuishi. Wale mimi niko na ng'ombe wazuri sana. Nashukuru Mungu analipa maziwa. Hiyo ng'ombe kila siku inaoshwa. Hiyo ng'ombe kila siku inatoa nini to? Nikasema hii ni gold. Nikaileta nikachimba shimo kubwa hapa. Hata saizi ukitoka kule mpaka hapa iko pipes na zingine zinaenda mpaka huko chini. Niko na dam kubwa ambayo ni maji ya ng'ombe iko, na hii flood yote, hii maji yote ambayo inakuja. In fact ukiuliza Otiang atakwambia last year hii ukuta yangu hii ilikuwa inaanguka kila siku. Maji ilikuwa inakuja inapita hapa inagonga. Lakini nilipobadilisha nikaleta hiyo mbolea hapa hivi. Saizi hata hapa hivi ukiruka, unasikia ni kama ni carpet. Nikapanda nyasi. Hii nyasi nilipanda tarehe 11 mwezi wa 4 2020. Na nilipomaliza kupanda hivi, walai Mungu akanyeshea kaki. The same day. Leo hii nikuwa hapa kwa sababu hii nyasi imemea na Mungu ameweka maji kabisa. Nilileta mchanga mingi sana hapa. Nikaenda nikachukua bulldozer pale nikachota, Otiang ananiletea malori tunamwaga mchanga hapa. Nikaweka ile tango rola, nikapanda hii nyasi. Lakini kwa sasa hiyo siwe jote kwa sababu ndio ile yote inapita mpaka pale kwa ile ukiangalia nyuma uone hiyo msitu iko hapo hivyo, hiyo damu iko hapo. Nikasema nitafanya nini? January kijana wangu akaniambia boss, nifanye hivi, nipande mahindi. Unajua January kulikuwa ukame. Ukweli ama si kweli? Sasa hizi mahindi yangu iko saizi. Nilitumia the existing resources zile ziko hapo. Kuzitumia maji kujaza kila mahali. Sasa hizi mahindi ziko wapi? Ziko hapa. Sio kumaliza ukame. Sio kumaliza nini? Hii boma yangu yote nilipanda miti zaidi ya 30,000. Na maana hakuwa na mti hata mmoja. Tuka-realign hizi existing resources. Ile serikali ambayo tunataka Narok na Kenya ni ile ambayo itasema mko na resources gani hapa, tuzi-realign. Hii issue ya floods hapa Narok Town ni kitu ambayo mimi naomba tu Mungu aniendelee kunipa maisha. Ndio hiyo itakuja tutamaliza. Wewe finish. Hiyo maji yote itakuwa ikuja inaingia kwa damu moja, inatoka hiyo damu moja inaingia kwa damu nyingine, na kuhakikisha kwamba kuna a lot of irrigation ambazo zinasaidia watu. So you create jobs for the youth. Lazima tu create nini? Jobs. Jua kali sector lazima tusaidie hao jua kali sector. Vitu mingi sana kwa hii boma yangu inajengwa na watu wa jua kali. Na kwa sababu ninaona hapo is the best place to go. So kwa sababu ndio mvua imefika. Sasa itamwagika kumwagika. Serikali ya Azimio itakubadilishia maisha yako kabisa.
serikali ya Raila Amolo Odinga itakubadilishia maisha yako kabisa. It will give you an opportunity pia wewe ujivunie kama Mkenya. Kwa sababu saa hizi wewe ujivunie kama Mkenya. Ni kwenda masiku. Ila mashida mko nayo mnajivunia. Si mnavumilia tu. Sasa mimi nataka hebu nione mikono ya Raila Amolo Odinga kama ikipanda hiyo. Nataka kuona mikono ya Ledama juu. Sasa nimesema ile mkutano wote tunakuwa naye, mimi mko hii mstari ya mbele. Unaona kila mtu hapo wapi? Hapo hapo. Ndio twende pamoja. Wacha nifikishe hapo, nirudishie microphone ndio aweze kuwapatia pia nyinyi mseme moja. Anajua chai inatengenezwa hapa lakini mko kwangu. Mko sawa leo. Mtakuwa sawa. Kajembe. Haya, simpigie mheshimiwa makuu. Haya, mheshimiwa, sitaongea mengi kwa sababu leo mimi ni mtoto ya Boma. Na ya mtoto wa Boma Israeli aongea sana. Ile nilisema nimefikia hapo. Nataka kupeana microphone kwa jamaa yetu ambaye anaitwa Oli. Huyo ndio organizing secretary yetu wa hii family ya minority ambaye tumefika hapa. So bwana Oli, karibu. Vijana hoi! Hoi! Vijana hoi! Hoi! Umesikia Kajembe? Kajembe! Thank you. Asante. Mheshimiwa, mimi naitwa Hon.Ledama. Mzaliwa na mkaaji wa Narok County. Mheshimiwa alisema hapa ni London ya wapi? Narok. Na mimi naishi London ya pande ile nyingine. Mniruhusu kidogo mheshimiwa, lazima ukikaa hapo ujue uko na kina nani. Si ni kweli? Si mpaka ajue. Vijana hoi. Unajua vijana ni wasichana na? Si ni kweli? Nataka nikitaja unainuka ukifanya mkono na mnaibu. Si ni kweli? Wapi Luyas? Msimu nataka kuwaona. Nataka kuwaona. Si msimame. Wapi Luya? Kajembe. Haya, wapi Kisii? Wapi Wajaluo? Haya, wapi lugha ya mtaa wa Sape? Haya, wapi wa Somali Waislamu? Kajembe. Haya, wapi wa Meru? Haya, wapi Wakamba? Kuna watu ni wacha? Watu na shemeji. Haya, watu wa Masai. Mheshimiwa, tulisema tuje hapa. Na tumekuja hapa kwa sababu si utenzi. Na utaniruhusu niseme vitu kidogo ama mingi tukuambie kwa nini tumekuja. Number 1, tumekuja kwa sababu tunakupenda. Hauwezi enda mahali upendi, si kweli? Na tukamkaribishwa na tunaona milango imefungwa na amesema tutulie. Chai na mko comfortable. Number 1. Number 2, mheshimiwa, tuko hapo kwa sababu tunajua kwamba ukiwa na Simba mbele, hata kama zingine zote ni kondoo, sino kweli? Tumemuona Kakamega, tumemuona Vihiga, tumemuona Siaya, tumemuona Mombasa, tumemuona Nyeri. Tunajua Simba inafanya kazi. Sino kweli? Na tunasema hivi, na amesema hivi. Simba ikienda, nyuma imewacha nani? Ifanye kazi. Na amesema jana hapoendelea anatuma je? Tukiwa hapa tuko nini? Ni jeshi. Mheshimiwa, hawa ni ukiwaona hivi, these are leaders wa zile community wametoka. Tukisema tuleta wote sawa. So nataka niseme hivi mheshimiwa, kwa sababu ya mvua. These guys kuna boda wako hapa. Kuna wamama wasichana ambao wanafanya kazi.
kuna professionals hapo, walimu, kuna wale ambao watu wote wako hapa, na hao watu wanasema hivi, shika hao mkono nao wakushike mkono. Tuko pamoja? Wanasema hivi, wakati unanyeshea wengine, wakati unyeshea mandugu zetu tana au wafanye nini? Wanyeshee. Si mnaona tumenyeshewa sisi wote? Ngojeni kidogo, ngojeni kidogo. Kajembe, si ndio? Sasa utafanya hivi, kila mtu anachukua kiti yake, unifuate na usinipite mbele, you follow me. Chukua hiyo. Wewe, baba yangu. Kajembe. Pole. Hey.
Wamesema kajembe kajembe. Sawa. Leta hapa tuwekelee hii sauti. Wengine wakaacha viti nje ndio waweze kusimama. Sasa wale wanakuja ndani wasimame tu. Hata mvua imeisha. Waje tumalizie hapo. Haya. Haya, boss, endelea. Haya. Nilikuwa nasema nilianza na kusema mheshimiwa we are here because of love hapo. Namba 2 nilikuwa nasema hivi. Mheshimiwa hawa watu wameheshimika sana. Kwa sababu kweli na inamaanisha ni kwamba kwa njia moja ama nyingine tunajua kwamba tunakubalika. Ni kweli. Mheshimiwa, nilikuwa ninataja kila mtu mahali anatoka kwa sababu these are diverse or different communities ambao wanaishi nao. Na hawa watu, kila community iko na mambo yao, iko na shida zao ambao zinawafinya. Na tunajua kwamba shida zetu tunaweza ambia tu kiongozi ambaye amekutambua. Mheshimiwa, nilikuwa nasema hivi. Leo hii tukiwa hapa and the leadership of Mr. Otiang, yeye ndio chairman wetu wa minority communities ambazo wanaishi Narok County. Tulikuwa na some issues ambazo zingine ni monument na nikafurahi sana. Umesema kwamba unajua hatupatangi basari. Ndio kweli. Mheshimiwa amesema anajua hata kama vijana wako hapa, saa nyingine ni ngumu kupewa kazi. Mheshimiwa ametaja na mdomo wake mwenyewe akasema pale ni ngumu. Kuna vijana wetu mpaka nimesikia akitaja kwani ambao mahali wakienda na donga mao. Wako hapa, unaona? Kwa sababu tunafanya nao. Haielewi ndio ambao wanafanya kazi. Tunaua inarudi namna gani kwao? Na tunataka kiongozi ambaye atatusikiza na tembea. Mheshimiwa, nikubali niseme hivi. Kama minority community Narok County, so that our people may walk with the whoever will guide our process and our service. Tisa ambazo ni ndogo ndogo, tumesema kama Narok County tutatembea na wao na tutaendelea na kiongozi. Nataka nipewe wewe leo. You are the first leader in Narok County. Hata hii ziada tu ambao ametuita kutuambia napenda nyinyi, nataka tutembee na nyinyi. And that qualifies you to be our pastor. Mimi tukikuita
tukwambie tunaenda Kilgoris. Itika. Na utaitika kwa sababu umetupea kazi. Kazi nimesema, umesema tuende tukue soja kwa baba. Tukiwa soja kwa baba, tunawezaje kuwa soja kwa baba ambao ako mbali na yule ambao ametutuma hapo hapa tukiwa soja kwa baba? Inawezekana. Mheshimiwa, nataka niseme hivi. Tunataka kusema hivi. For the first time in Narok County, we want you to recognize that we are here in Narok County. Kwa sababu hatujawahi, hakuna mtu yeyote, kiongozi yeyote anayejua kama tuko. Hao vijana wamekuja na ni vijana umeona. Tuko na wazee ambao wako kwa council of elders. Tuko na wamama ambao wako na women league. Tuko na pastors ambao wako na council wa pastors ambao wako kwa hii community, minority community. And we are going, they know we are here. Because tuliwaambia tumeitwa na mkubwa na mheshimiwa, kwa hivyo wakasema endeni. We are here with their blessing. Kwa sababu nitawachia youth wengine wako hapa waseme, nataka niseme hivi ya mwisho. Mtu alisema, mgeni ndio mwenyeji. Na mheshimiwa amesema, sisi tulikuja na wamesema nini? And we are promising you here, as a people, as a youth, ambao wanakaa Narok, that we are going to do what it takes to work with Maasai to make sure whatever they do, whatever they go, tutaenda pamoja. Sikia hiyo? Iko hiyo? Nawe mheshimiwa, ninataka nirudie, tuingie vizuri. As a patron, tutaenda na Liganga, tutaenda Kilgoris. Nitaka kuenda kwa baba Lolonga. Na tukakuwa tuna pesa. Tukiwa tumekaa pale, mtu mmoja akachukua simu akakupigia. Ndio akachukua simu, ndio akatumia fare na tukapata gari na tukaenda. Tulienda tu kwenda. Tulienda. Kajanga. Just know, kuna mzai watu ili tukupee yote. And from me, acha nianze na mimi Hon.Ledama. As from today and from now, ujue uko na shit soja mo. Kwa sababu tunakuonaga kule. Mimi hata jana nilikuwa plug kwa TV, nilitolewa kwa TV. Kwa hivyo kwa hayo mafupi nataka kumkaribisha kijana shupavu, barubaru, kiongozi wetu wa youth league, Bwana Mheshimiwa Otipi. Vijana Otipi makofi. Kajambe. Mheshimiwa, nataka kwanza kushukuru na ukubwa wako ukasema jamaa kae kando kutana na sisi watu. I want to say thank you very much. Na mheshimiwa wameongea mambo mazuri. Na hata pia mimi nataka kusema wewe sasa hujasaidia hawa. Hata mimi kabla haujasema kuna mama mmoja Mjaluo alipoteza mzee ambaye anaitwa Jakom. Wakati alikufa tukawa na tosisi. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikakupigia simu nikamwambia mheshimiwa kuna mzee amekufa hapa na ni mzee mkubwa sana ODM.
Na nataka tupeleke nyumbani. Ukweli mheshimiwa sawa. Tena asubuhi kuamka nilikuta umetuma shilingi 5,000 kwa mjini hapo ukasema nipatane. Sana. Ya pili mheshimiwa ukiwa kwa madaba ukielekea Busia town. Nilikuwa nakuangalia live. But ilifika mahali hata ukasema kwamba sisi watu wa Maasai tuko na kabila dogo dogo ambazo zinaishi nalo na wakiwa na Waluhya pia hao tunaishi nao na amani. Hiyo kitu nimejua sana. Kabla sijaongea mheshimiwa, nilikuwa na watu wawili, mama wa msichana mmoja ambao tunaongea na mimi nitamaliza na nirudishe kwa polisi. Mimi kako wapi? Kuja. Waambie tu mheshimiwa neno moja. Ile nilikutayarisha. Mkaji hapa Narok, mwanabiashara. Sasa sisi tuko kwa minority. Hiyo ndio ambayo tunayo. Sasa tumezoea sana. Mheshimiwa kukaribisha hapo. Tumeona na shida nyingi sana, lakini wakati huu tumejihami kabisa. Hatuogopi kwa sababu tunajua tumeanza mambo mpya. Na sasa hivi kabila ndogo pia tutapata haki yetu na tushirikiane na Wamasai tuende mbele. Sisi kama wana youth tuko na shida nyingi sana, lakini amesikia najua atafanya jambo. Tushike mkono, sisi tunapokaa watu kushika mkono ndio tufanye nao kazi. Turejeshe tuingie kwenye board, hiyo ndio inatusaidia. Asante sana. Wana bodaboda. Mheshimiwa, kuna wakati niliona huko mbele unataka kugawa sasa, nikasema haki ya Mungu. Huyu ndugu yangu. Wakati nilirudi, nilipata ndoa nikakuona nyumbani. Haki ya Mungu nilifurahi. Nikasema kijana wa Goma amefanya nini? 2017 tukiwa stadium. Baba alishika mkono akasema kijana ametoka. Alienda wakwenda. Baba, tunakuhakikishia kama wana youth, wana bodaboda wote, wa mama, wazee wote, kura ni kwako. Tulisikia kuna kingine unakuta mtu akishakula ndovu anataka kurudi kula suku. Inawezekana. Sasa mzee, tunakuhakikishia tunasikia fununu ati mtu alishakula ndogo anataka kurudi kwa suku. Utapita asubuhi, penye wanasema asubuhi, watashangaa. Nyuma yako mzee, na turudi nyuma. Sisi kama wana youth tumejitolea, tutakupigia kampeni penye inawezekana. Ukiangalia idadi ya watu, ukiwapatia idadi ngapi kila mtu akuja nayo, ngapi hata 2020 peke yake. Ukondizi mtu 20 ongea na yeye penye mzee amesema atatufanyia. Si tumeshampitisha tayari. Yamepita. Kila mtu akuja tu na watu 20 peke yake. Ni watu wangapi tuko hapa sasa hivi? Tuko wengi sana. Kila mtu akondizi watu 20 tukuje tukae. Tukipaka na yeye tupige kura tu, amepita. Tuombe tu amani na tukue na uchaguzi ya amani na wana youth. Tuko na changamoto. Mimi ni mwana bodaboda. Kuna wana bodaboda wanapitia magumu. Unakuta saa nyingine mtu amebeba, saa nyingine ako na nini, ako na loan nini. Sasa tuliongelea mambo ya tulikuwa na
tunatoaga ni usuru. Ilikuwa 500 tukasukuma ikarudi 300 na bado hiyo 300 lakini mtu anawezesha pikipiki ya limit. Anakosa hata kitu ya kukula kwa nyumba. Mzee tushike mkono, hata sisi tutakushika mkono na tuinue. Asanteni. Unajua mambo kumbe ni tamu. Na je, ushuru bosi atatatua, si ukweli? Atatatua. Unajua Ledama akisema mambo yanakuwa nini? Inakuwa tosha. Inakuwa tosha. Mheshimiwa, nataka kusema mambo hili. Umesikia sisi ni minority. Na umetutuma sisi tufanyie baba kampeni. Ni wapi kama ni kweli? Ni kweli kabisa. Kajembe. Mheshimiwa, tunaomba kitu moja. Na kwanza naomba tu kama unatafuta mtu gari moja. Sisi minority kufanyia baba kampeni. Ya minority. Sisi vijana tunatumika mara mingi. Sio ukweli? Sio ukweli? Wanaona wengine wamenunua inatoka reflector. Imeandikwa mtu hapa, unaenda lakini kuanzia leo hii mheshimiwa, sisi tumejipanga na tuko sawa na tutasimama na wewe kuanzia, kwa sababu you're the first person ambaye umepita. Kuna mtu mwingine amepita? Kuna mtu mwingine? Tuambie mheshimiwa, kuna mtu mwingine? Kwa sababu mheshimiwa anajua maslahi ya sisi. Na mheshimiwa tutakushika mkono na tutaenda na wewe. Kikiwa mbaya, kikiwa kuzuri, tutaenda na wewe. Tunasemaga mundu kumundu, si ndio? Sio kweli? Ndio. Tutakuwa na mheshimiwa mundu kumundu. Muda kimkanya hivi tunamwambia wewe, chunga hapo bwana. Hapo ndio kuzuri. Sio kweli? Mimi sina mengi. Nataka kwanza kurudisha holi. Asante sana ndugu yangu. Haya. Vijana hoi. Hoi. Unajua? Napenda utipi. Huyu ni kijana barubaru mheshimiwa. Ukipata mahali unaenda ficha yeye chukua. Fikiria. Anapenda watu sana. Nataka niseme hivi mheshimiwa, nikimalizia kwa sababu nataka kukaribisha secretary wetu. Ulisema baba akikuja hawa watu watakuwa mstari ya mbele. Na mimi nataka niseme hivi. Si mstari ya mbele tu kwa baba. Nataka uweke hawa watu mstari ya mbele kwa kazi yako yote. Sawa. Sasa niko kwa sababu gani? Kwa sababu hawana mtetezi. Wewe ni mwanasiasa. Unajua kwamba hakuna dunia ijui tuko wapi? Hapa. Kwa hivyo hatuna mtetezi, wewe unaenda kwa nani? Mtetezi wetu. Si ni kweli? Ni kweli. Hata niseme hivi. Ukiwaangalia tuko na wazee ambao tulisema at least vijana hata wakikuja wabebe hao wazee. Kama mwalimu ako hapo. Tuko na kina Msembi. Ako wapi? Nimeona Msembi alikuwa amesimama pale. Tuko na wale wazee wangu nilikuwa nimebeba kwa wapi? Nimeona wako pale, Duke mwalimu, nimeona Boba wako pale, nimeona ndugu yangu wako pale. Nasema hivi, these people wanakupenda. Na tulipewa short notice. Na hii short notice tumekuja nayo. Meaning we know what we want, because we know where tunajua mahali tumekuwa, mahali tuko na mahali tunataka kwenda. Hatubahatishi. Na mahali tunataka kwenda. For the that time, vile Yesu alisema jogoo itawika, nataka nikukumbushe mara ya 3. Mahali tunataka kwenda. Wewe utatembea na sisi. Nimerudia mheshimiwa. Asante sana kwa sababu ninaona watu wetu wanafanya kazi hapa. Hata labda mama yangu imejenga hapo. Mimi nakuwa pale, mimi ni mwalimu, mimi ni kila kitu. Sawa, japo all trends and a master. But si bora watoto wakule. Nataka niseme mheshimiwa, humbly we appreciate your good and kind gesture. God bless you. Mungu amenyesha mkono. Things are going to be good. Huwa kanisani. Naimbaga Mungu Yesu Bwana ninyeshe. Bwana ninyeshe. Mvua ile mvua ya Roho. Mungu amenyesha. Nikimalizia mheshimiwa, nilitumwa na rafiki yako ambaye ako Iweza.
tuliongea naye usiku akaniambia, nikamwambia kwanza naenda kwa anaitwa Egira. Niambia rafiki yako sana na anajua tuko hapa. Kwa hiyo secretary general nataka nikukaribishe. Pigeni makofi. Mheshimiwa Senator, hakuna nafasi lakini kuna mali hapa. Mimi kujeni alafu wengine waweze kupata nafasi. Kujeni ndani. Kujeni. Wale wamesimama kujeni tu hapo. Iko nafasi, iko nafasi. Kujeni tu. Kujeni. Hapa ingia ndani hapa kuje. Wow. Narok County Minority Forum. Mheshimiwa, langu la kwanza ningependa tu nikushukuru kwa sababu umetuita leo hapa na chama lako nje usionekane na wewe, na nimeshukuru sana kwa hiyo nafasi ambayo. Ya pili, Mheshimiwa, nataka nikushukuru kwa sababu wewe ni rafiki ya Otiang, na Otiang ni chama wetu wa Narok County Minority Forum. Kupitia kwa urafiki wenu na Otiang, umekuwa rafiki yetu kama Narok County Minority Forum. Kama vile mwenzangu alisema, unatupenda na unatujali. Juzi wakati baba alikuwa anakuja, ulihakikisha ya kwamba mkono yako imefika katika Narok County Minority Forum, na tunachukua vijana wetu na wamama na wazee, tukaenda tukasalimia baba. Tunakushukuru sana na tunasema asante. Ombi letu moja ni kwamba tunataka audience na baba. Sisi kama Narok County Minority Forum tungependa tukutane na the chief rais anayekuja kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na wewe kama vile mwenzetu amesema ya kwamba umekuwa patron wetu, tunataka utufikishe kwa baba, tuzungumze na baba. Mheshimiwa, kwa sababu mimi sina mengi, kwa sababu mengi ambayo tulikuwa nayo umeshakava katika speech yako. Nimeomba na rafiki yako ambaye ni student wako, na pia mlikisoma naye darasa moja pale Sangale, Bwana Bob aseme moja. Kajembe. Kajembe. Mheshimiwa, nashukuru sana kuwa pamoja na wewe hapa. Nafikiri historia imetoka mbali.
Mheshimiwa, sisi tunasema sisi ni wenyeji na sisi ni watu wa Narok. Kwa historia ya mji wa Narok, wazazi wetu walikuja hapa late 60. Sisi tumezaliwa hapa Narok. Na hapa Narok mahali tumezaliwa, Mheshimiwa, we have a lot of challenges, especially sisi watu wenye tumezaliwa mji wa Narok. Nikitoka hapa, kitambulisho yangu ni mimi ni mtu wa hapa Narok. Wazazi wamekulia hapa Narok. Siwezi nikaenda mali nyingine kupata kazi. Wakiangalia wanasema wewe ni mtu wa Narok, rudi huko Narok ukafanye nini? Ukapewe kazi, si ndio? Lakini ukikuja hapa tena Narok, wanaangalia jina yako, wanasema ya kwamba hapana, wewe jina yako sijui ni Ochieng, wewe jina yako sijui ni Kamau, unaambiwa rudi huko. Sasa Mheshimiwa, hayo maneno unaona sisi tutafanya namna gani? Inakuwa ni challenges kwa sisi, manake tuko na watoto, na hawa watoto pia wanahitaji elimu na wanahitaji kwenda mbele. Hapa Narok ndio mji yetu. Hii ndio mji ambaye tutatengeneza. Hakuna mali nyingine tutatengeneza. Amu sisi tumezaliwa hapa, tumelelewa hapa. Hii ni msimu wa kampeni na lazima tusaidiane wale viongozi wenye tunaweka. Hatutaki Mheshimiwa venye alisema alitoka USA na akaenda kule akapata ya kwamba kuna ile kitu inaitwa sheria. Meneja wa ndugu zetu wa Masai, kuna ile kitu yenye inaitwa ni sheria. Na kama kuna ile kitu yenye kama kuna ile kitu inaitwa ni sheria, amesema yeye hataki wafuasi, anataka washirika. Sio wale wafuasi yenye tutaenda tunakaa mahali tukuleni nyama, tukuleni lomon, lakini baadaye hakuna kitu yoyote yenye tunafaidika. Tunauliza Mheshimiwa, hapa hivi Narok ukiangalia, sisi ndio tunakuza ngano, sisi ndio tunakuza bali, lakini hii bali na ngano yenye nakuzwa Narok inasaidia kweli sisi wenyeji wa Narok? Bali inatoa pombe. Hapa Wamasai tuko na mashamba, tuko na haki. Mheshimiwa, wewe huko nje unajua watu, tuko na mashamba hapa Narok. Tunaweza tafuta investors na wakuje hapa waweke plant ya kama Kenya Breweries, ndio hili Wamasai wafaidike kwa zile resources zenye zinatoka wapi? Hapa. Saa zingine tunakaa hapa kama wenyeji na tunasikia uchungu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni barabara ngapi ya lami inapita Narok? Inatoka hapa inaenda Kisii. Ingine hii anakuru hata itamalizwa. Hiyo ndio lami tunasema hapa ndani ya Narok. Tukienda hapa Belini iko na namna gani? Tukienda hapa Mau iko na namna gani? Kama zile project president alikuwa anasema amefanya namna hii. Hata sisi leo hii ndani ya Narok tunataka viongozi wenye wakisimama wako na maoni. Tunaona hapa hivi kama tukitoka hapa Siabei barabara iende shikane na Padele ya Mau. Tunataka watu wetu wenye wako Kisumu Olgrudo mahali hizo bali inatoka wanaweza toa mazao yao. Na tunasema ya kwamba Mheshimiwa, ndani ya kwanza chama yetu ya ODM tunatakikana tusafishe. Amu tunajua saizi kuna viongozi ambao wengine wanataka kujipendekeza kule mbele na ndio watakuja kusumbua baba, kama wale tukisha waweka huko wanasumbua baba. Ya mwisho yenye nilikuwa naomba sana Mheshimiwa, umesoma Lesangani, shule ya history, lobby watu wako wende tutembee shule. It's not the school that learning those kind. Kwa hiyo machache ninashukuru na tutaongea zaidi. Hai. Nafikiri kabla sijapatia wengine ambao watafuta pia wazungumze, ndio tuweze kukimbia kwa sababu saa naye
nimekimbia. Kuna vitu mzuri muhimu sana ambaye kila mmoja wetu ambaye alizungumza hapa amesema. This is a journey. Ni journey ni safari ambaye lazima wote tushikane mkono ili tuweze kufanya nini? Kwenda mpaka mahali ambazo wanafanya hii na hawezi fanya. Ndio. Nitaanza kukujibu rafiki yangu hapa. Kuna jambo moja ambaye amesema na ni jambo la maana sana. Je, amuuliza hapa Narok tuko na barabara ngapi za lami? Nikasema ni moja. Na ile nyingine ya pili tuko naye haijaisha. This is the reason why. Sasa kwa sababu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameanzisha project zingine nyingi sana za lami ambayo inaletwa hapa. Hata hii barabara hii kutoka hapa hivi Eorr-ekule mpaka huko Padela na Naivasha, hiyo katika mradi kwa nini? Kwa lami. Tukiwakaribia hawa hivi wenye tumeshikana na Raila Amolo Odinga, na ndio naona mimi niko huko ndani kabisa, nahakikisha kwamba nini hiyo imefanyika. Na hiyo inafanywa. Let me tell you, hatuhitaji investors wa Narok. Sisi wenyewe tutakuwa investors wa Narok. Sisi wenyewe. Kwa sababu sasa tukiweka hizo priorities vizuri, kama huyu Otieno ambaye anakuanga na malori zote na watu wote wa wakali, watu wote wa mawe, akipatiwa tu mkono kidogo hivi, inakuwa matinga zote hata mabarabara yanajitengenezea. Hakuna ile tuangalie nje, the first thing sisi wenyewe tutafanya nini? What are we doing? Na tunaona mahali hapa sasa umekalia. Na hii baraka mingi. Hapa ile mazuri itakuwa ikitoka hapa hata mpaka Tanzania. Ni nini tunaweza fanya? Kuna usema nionyeshe rafiki yako ndio nijue nini the kind of person you are. Show me your friend and tell the kind of person you are. Mimi rafiki yangu ni Raila Amolo Odinga. Mimi rafiki yangu ni wewe ambaye uko hapa. Na sasa ile mwenyewe tunaenda tunajua tumekuwa kwa shida kwa muda mrefu, tutafanya nini? Tunaenda. Wale Sangale primary school ile ambayo nimezungumza na mimi na yeye tulienda. Hiyo shule ile ni sponsor watoto karibu 500. 500. Kuna vitu vingi sana ambaye siwezi taka kujivunia kusema, lakini Kenya hii hakuna mtu ambaye amefanya ile kazi mimi nimefanya. Kibinafsi mimi nimesomesha watoto zaidi ya 25,000. Hata huyu mwenyeji alikuwa anaweka watoto kutoka kila mahali. Hata nafikiri ule kwanza ulipata bibi hapo. Ama na ile alipata ngeni alipata bibi hapo hivi. Vitu mingi ambayo tunaenda tuko naye. Ukisha tu baba, I'm telling you, hii Narok itabadilika. Nani mimi wacha tuongea na Otieno hapa. Siko gari hapa. Ndio muulize kwa. Hakuna mkutano itapigwa Narok tena na nyinyi msiwe. Kama mtakuwa watu 100 mnatosheka basi, mnasimama mnaingia. Wakati usijali sitaweka mafuta. Ndio twende kila mahali. Tufanye hii kampeni kuhakikisha kwamba Raila Amolo Odinga ni president. Watu wa second class. Sisi ni Wakenya halisi. Wamasai wote ambao wako hapa kwa miaka mingi wamedhulumiwa. Wengi wao mashamba yao imechukuliwa na hapa hajui. Juzi kuna mama mmoja alikuwa analia huko sana. Nafikiri mliona hiyo nini? Ikitembea. Hao lazima tuwatetee ndio wao wapate nini? Vitu yao. Ndio wao wakienda ununue shamba. Na ndio kitu moja nataka kuclarify hapa. Kuna wakati nilisema shamba ya Masai baki ya Masai. Na nilikuwa nazungumzia maneno ya land use policy. Sisi miaka mingi hapa tumefaidika sana kwa sababu wale wa Kikuyu walikuja hii Narok. Wale wa Kisii walikuja hii Narok.
wale wabaluya walikuja hii Narok, walikuja na maono. Mtu ananunua 20 acres, anapanda mahindi. Mimi Masai nachunga tu ng'ombe yangu, naendelea kuchunga ng'ombe yangu. Ikifika ukame, ule Mkikuyu na ule Mkisini ananipatia ile nini? Mabua. Ndio ng'ombe yangu kule. Wala wanakuja hapa hivi anafungua duka. Masai angeje kufungua duka ya kuuza sasa. Sisi tumejua, sisi tumerefuka tunajua. Lakini tuliona ile ambayo wengine walikuwa wanafanya. So saizi ni kujiuliza swali moja. Mashamba mingi tu kama Mama Almis, kuna Mama Almis amekomboa mashamba mingi sana hapa hivi yetu ya Wamasai. Hiyo ndio kuishi kama mandugu. Mimi nilisema kama shamba imewekwa ikuze chakula, tusiende kukatakata, kwa sababu ukienda kukatakata chakula itatoka wapi? Itatoka kuna mahali itatoka? Unaona? If I could, mimi kama ningeweza, ningetoa town nyingine na nipatie watu wote maplots, lakini mashamba mengine mingi hapa tuache kama ni mashamba ndio tupate chakula. Food security. Wacha niwaambie, kama sasa hapa hii ndio shamba kubwa na shamba zingine ziko hapa hivi. Zingine zinakatakatwa zinakuwa maplot. Sasa hizo hujafikiria maji itatoka wapi? Aya, sasa hizi nimepigiwa simu leo hapa Pruko Center. Hapa town. Watu wanalia huko kwa sababu hawana stima. Ile iko transformer moja. Lakini manyumba zimejengwa mingi. Wakati transformer ilikuwa imewekwa hapo, nyumba zilikuwa 20. Hiyo transformer haijaitolewa hapo. Ndio nikachukua simu nikapigia watu wakaniambia, nikamwambia endeni mbadilishe hiyo transformer. Mweke ile kubwa ndio kila mtu apate. Hiyo uongozi unataka watu wale wanajua kichukua simu kupiga vitu inafanyika. Kwa sababu naye hawasumbui. And I can tell you, hii serikali tunaingia na hii serikali tunabadilisha. So hiyo gari tutatengeneza iko hapa. Hata ikikumisha zaidi utasuka. Tunataka tufanye branding kidogo, alafu tuanze njia. Unaona hapo mwanzo sisi tulikuwa tunafanya, sasa sasa hivi tumesema wacha tuzunguke Kenya nzima, tuoneshe watu kwamba baba yako imara. Yes. Wacha niwaambie, this shop yesterday. Was it yesterday or the day before yesterday? Tumetoka Taita Taveta. Tumekuja tumeenda kumuona mwenzetu hospitali, Nairobi Hospital. Sabina check. Mimi sasa hiyo na dunia tunajua tunakanyanga step moja, tukipanda juu ya steps. Baba alikuwa anavuka step moja anakanyanga nyingine, nikasema holo. Ulimjia hapo na kwa. Right. It shocked me. So let me tell you, kama kuna wakati tumepata future mzuri na tutapata future mzuri ni sasa. Wamasai wataishi vizuri. Watapata makazi zao. Wale watu wote minority wote nini wote utaishi vizuri. Umesema niwaletee baba. Nani umesema? Huyu. Waje nikupromise. Ndio nawachinjia ng'ombe karibu 5 hapa na baba atakuja hapa. Na mtakuja nikaketi na yeye. Muone huyo mzee. Ile mkutano tunatoa hapa Narok, nyinyi ndio mtasaidia kupanga hiyo mkutano. Tutapiga mkutano kubwa zaidi, tutaweka stadium. Ama nataka jana stadium. Hii hata sio kwa tena off. Narok yote. Watu wote waende hapo ndio tuoneshe Kenya kwamba Narok imesimama na Raila Amolo Odinga. Tukitoka hapo tunaenda Kilgoris. Nitatoa gari ambayo magari ambayo itasaidia wengine wale kwenda. Kwa sababu nyinyi kajenda. Ndio, hii ndio watu mstari wa mbele. Kuna koreno na leo kwa saa wapi? Haya. Simama hapa. Mimi kijana ametoka. Huko hakuna barabara. Nilimwambia kuja hapa leo so that tushikane wote vizuri, tujue kwamba wewe ukikuja hapo wewe ni mshirika. You are a partner, si ndio? Wewe unakuja unasema ni hii ndio shida zetu. Hata nataka saa hao wazungumze mashida zao. Kwa sababu the problem is this. Wanasiasa wengi hawakaangi na watu hivi kuuliza mashida yenu ni gani. Ama kuchunguza mashida ni gani. Wewe unaenda tu huko unatengeneza memorandum hapa ama unataka vision yako na hujauliza watu shida ni nini.
Mimi nataka nijue huko pande ile Alanga Solari pande yote shida ni nini kwa pande hiyo? How do we resolve that? Ndio tukijua hiyo, mimi nikikaa kama baba namwambia baba hapa iko shida. Kama mlisikia juzi ni shida tuko nayo sana ni moja. KWS imekuwa shida kwetu. Nikamwambia baba hapa kuna shida ya KWS. Aliamua akasema natoa warning kwa KWS. Msirudi kushika ng'ombe ya Masai na mnashika Masai mnaweka hapo ndani. Mnalipisha watu 200,000. Fine. Mnataka kitu wa Masai anasema yuko ndani na yani hapo na masikio kile kio. Hiyo mashida ndio mimi nataka kujua ni gani. Kama sasa nimejua mashida ya minority hapa hivi. Mwenyeji wa Narok utaishi vizuri. Utaishi vizuri. So ndio nipatia wale kutoka Alanga Solari okay. Na hapo wale wapadai ya Narok East. Hapo wale Narok East hapo hapo. Patia wawili pia okay. Useme mashida zao. Tushikane so that we are one thing. Nasikia? Hata ukimasai wa Masai useme aje kidole kimoja kiwi chao. Mimi ndio Hon.Ledama ninaweza kuwa na nguvu mingi. Niweze kubadilisha maisha ya watu wengine. Lakini mkinishika mkono na tushikane mkono, ulete mkono wenu na nilete mkono yangu, tutaenda mbali. Hata Wamasai wanasemanga letu leo. Wamashana. Lakini yaani tunasaidiana hivi na hivi. Lazima tukumbuke mbele. Usipokumbuka mbele wewe ni bure. Ukikuja hapa hivi useme wewe unataka kusikia Ledama anasema nini na nini na nini. Hata ambia hao Ledama anasema Raila atakuwa president. Na hapa tumesema kabisa na ukweli. Kila mtu lazima aheshimiwe akiishi nao. Everybody. Hakuna mtu anakuja hapa kujaribu kuharibu maisha ya watu. Hapa ni kuinua maisha ya kila mtu ama namna gani? Yes. Si ndio? So, wacha nipatie wale waongea dakika mbili tunamaliza mkutano in the next 10-15 minutes. Kuna chai ilikuwa inapeana huko sio kama wanamaliza kunywa. Lakini at least kwa sababu umekuja kwa Senate au utaenda hivi kule. Si ndio? Kama maneno. Lakini mimi naomba tungepatia wale waongee hiyo venye mtasema nitaweka tu kwa kichwa. Alafu sasa nianze kujibu pale pale. Ama nianze? Haya, sawa. Kuja ongea. Au sasa maana umetoka. Kwa majina ni Saya Simon, Youth Representative Lower Narok North, Youth Chairman Elili Ward. Jambo la kwanza ni kumshukuru mheshimiwa kwa vile ametupa nafasi ya kuja hapa kwake. Tumekuja kueleza kwamba Narok North tuko pamoja, Elili Ward tuko pia pamoja. Hiyo viazi na ngano ambao mnazungumzia, sisi ndio tunakuza kule Narok North, upande za Lokuto, upande ya Melili, na shida yetu kubwa sana ni barabara. Barabara ndio shida, na tunaomba mheshimiwa baba atakapotangazwa hiyo ambayo atatangazwa serikali ndio president aweze kuja kujua maslahi ya Wamasai. Barabara ndio shida yetu kubwa sana, na viongozi ambao tulikuwa nao ni viongozi ambao wametuacha, na mheshimiwa Ledama ameweza kukaa pamoja nasi na akatupa nafasi ya kuja kwake kuja kumueleza shida ambayo tuko nayo. Hiyo ni nzuri. Tunasema Ledama achaguliwe tena kwa serikali kaunti ya Narok. Wapi kura ya Ledama? Wapi kura ya baba? Asanteni sana. Kuna wale ambao tumeweza kuteua na kuchagua watu kutoka mbalimbali. Tumeweza kuleta watu wa Elili mwisho kuelekea Lokuto. Tafadhali tuulize jambo moja.
utukie kura ya mao iko namna gani. Naelezwa kwamba tunataka kurudi mahali ambapo tulikuwa hapo mwanzo, kwa hivyo kila mtu aweze kubeba kiti yake. Wale wako upande ile waanze kutoka kwanza. Sisi wale wenye upande wa ngoja kidogo kurudi mahali ile tulikuwa. Pole. Okay,